dadangu na mama yangu nayenisikiliza, nikupongeze kuna kwamba mpaka sasa uko kwenye ndoa na mambo yanaenda, Mungu anajalia. Nimekutana na changamoto wa watu wakiniuliza kwa habari ya watu wakishaoana, kuna vitu huwa vinapungua sana, tena hususan wale ambao wamekwisha ingia kwenye majukumu ya watoto, kwamba wanandoa ambao wamepata watoto. Changamoto huwa inaanzia hapo. Anasema wamama wengi wanaanza kupunguza baadhi ya vitu fulani. Kuna mahaba yanaanza kupungua kutoka kwa mama kwenda kwa baba. Wengi ugomvi unaanzia hapo. Kuna maneno alikuwa mume anayasikia kwa mke, sasa hivi hayasikii tena. Kuna namna alikuwa mume anapokelewa kutoka kazini, lakini sasa hivi hapokelewi tena kwa madhari yale. Tayari mume huyu anaanza kuona kwake ni kwanzo, kwa sababu hapokelewi vile ambavyo alikuwa akipokelewa awali. Kwa hiyo kuna mahaba huwa yanaanza kupungua. Sasa huwa ni muhimu sana wa mama muwe mna balance. Ni kweli huwa unafikia wakati mnapopata watoto, kuna mmoja anaweza akaanza kumisi mapenzi ya mama, aidha mtoto aidha baba. Na kwa asilimia kubwa baada ya kupata watoto, mtu ambaye yanapungua mapenzi ni kutoka kwa mama kwenda kwa baba, kwa sababu akili ya mama, fikra, akili, ufahamu, upeo unahamia kwa mtoto. Kuna wengine huwa inatokana na majukumu, lakini wengine tu ni hali ya kujisahau, kuona kwamba kuna umuhimu ni balance. Baba naye apate haki zake za msingi, apate lugha zangu nzuri, apate matani yangu ya awali, ili tulivyokuwa tukitaniana, tukicheka na kucheza kwa sehemu, naye aweze kupata ili hali ya kubweteka atavyokuwa kametoka kazini na akiwa amerudi, ile hali isiwepo tena. Abaki na ile hali ya kuona mke wangu ananipenda, mke wangu ananijali. Kwenye vitu ambavyo huwa vinakuja kujitokeza sana kwenye ndoa nyingi. Baba, Mungu amekupa mke mzuri sana, na umshukuru Mungu kwa hilo, na niseme mke huyo ndiye anayekuheshimisha. Leo umepata heshima kwa sababu ya huyo mke ambaye Mungu amekupa. Kwa hiyo ni mtu mmoja pekee wa kuweza kumheshimu sana, na ndio mtu pekee ambaye ameweza kukutengenezea heshima leo ukaitwa baba fulani, na ndio mtu pekee ambaye amekuwa sababisho la hata kuanza kupokea wana ndugu mbalimbali kuweza kufika kwako, hata wale ambao walikuwa hawafiki kwako. Lakini pia ndo mke pekee ambaye leo amekuheshimisha kiasi cha kwamba hata majirani ambao mialiko mingine walikuwa hawakupi, kwa sababu tu wewe ni msela, kwa sababu wewe uko single, sasa hivi mialiko hiyo unaanza kuipata kwa sababu umekwisha kuwa na mke. Ndipo unapokuja kugundua kwamba mke ni mtu pekee ambaye huwa analeta kurejesha heshima ya mwanamume. Na ndio maana familia nyingi au kaya nyingi zifuatilie wale, hata kama una pesa kiwango cha namna gani, utagundua okay, utaheshimika kwa sababu tu ya ile pesa, lakini ile heshima ya dhati, ile ya kuonyesha ni namna gani huyu baba alivyo na maadili mazuri, kuonyesha hali ile ya namna gani baba huyo alivyo na nidhamu na heshima, na ni mtu ambaye anaweza akashirikishwa jambo na akashiriki na akakusaidia
hakika yake ni mke ndo anayekuja kukuheshimisha ndani ya nyumba yako, ndani ya mji wako, ndani ya familia yako. Ndio mtu pekee ambaye anaweza akaja kukuheshimisha. Fuatilia familia nyingi, wale ambao hawajakuwa na wake, pengine ndio ana pesa akachukua wajomba zake, ndugu zake kadhaa, sababu jumba ni kubwa, wakaja wakaishi kweli, lakini fuatilia ile nyumba haitakuwa na staili fulani ya kimaisha ambayo yenye nidhamu, yenye utulivu, kwa hali fulani ya kuonekanika kwamba ni nyumba ambayo ina utaratibu wenye unyofu. Hautakuwepo kama mwanamke hayupo. Utakuta tu ni vitu tu vinakuwa ovyo ovyo, vitu vimekaa ovyo, sebuleni hapaeleweki, sebule ni ipi haijulikaniki, choni yani kupo tu, kwa sababu hiyo nyumba haina mwanamke. Kwa hiyo unapokuja kuona kwamba mwanamke ni mtu mmoja ambaye huheshimisha sana kaya, huheshimisha sana nyumba, humheshimisha sana mume, hurejesha heshima ya mwanamume. Ndio maana tunashauriwa na kuelezwa kwa habari ya kuona uthamani wa hawa watu kwenye nyumba zetu. Na pia nikawa nawaeleza watu kwamba wakati mwingine mwanamke unaweza ukamfanyia jambo ambalo kiukweli sio nzuri na likamuudhi. Anaweza akakwambia, lakini pengine asikwambie. Lakini hatua pekee ambayo wengi wao wanaichukua, kwa baadhi nimeona nachokifanya, naingia chumbani, anapiga goti na kumlilia Mungu, kumwambia Mungu, Mungu, katika shida hii naomba utukumbuke sisi katika familia hii, katika janga hili, katika tatizo hili, Mungu naomba tuonekanie. Ndio mtu pekee ambaye anaweza akapiga goti akafunga na kuomba, akawa na kuombea wewe mwanamume, na hata asikwambie. Na ukafika wakati fulani ukakuta majambo yako yanaenda katika hali ya unyofu kiasi cha kwamba usielewe nini kimetokea, kumbe mke alipiga goti akaomba. Kwa hiyo ni watu pekee ambao huwa nasema ni wa kuheshimika sana, ni wa kuheshimika sana. Pamoja na kwamba kumekuwa na changamoto ile ambayo nilizungumza awali kwamba mke ukishaoa kuna madhali ambayo alikuwa nayo pindi unamuoa, kimo fulani, maumbile fulani. Sasa akisha kuja kuzalia watoto, hali yake ya kimwili wengi huwa inabadilika. Sasa kubadilika kwake huwa inategemeana sana kwamba ni katika standard ambayo umeikubali au katika standard ambayo haujaikubali. Kwa hiyo hapo huwa nashauri sana ni pakuwa makini sana. Hali ya muonekano ya mkeo ikibadilika, akili yako ya ndani naomba ikumbuke kwamba watoto wangu hawa ndio wamebadilisha maumbile ya mke wangu. Watoto wangu hawa ndio wamebadilisha muonekano wa mke wangu. Watoto wangu hawa ndio wamefanya mke wangu amekuwa na muonekano wa tofauti. Kaumbile kake ka mwanzo na sasa imekuwa tofauti sana. Lakini hawa watoto ndio leo ambao leo ndio wameniheshimisha mimi kuita baba fulani. Hawa ndio wamebadilisha muonekano na maumbile ya wake zetu baada ya kuja kuwa wametuzalia watoto. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwa ni vya kuwa makini sana, makini sana. Nikagundua baada ya kuwa wamekwisha kuwa katika hali ya namna hii, wababa wengi huwa wanapunguza kupata muda wa kuzungumza na mke wake, kupata muda wa kutaniana na mke wake, kupata muda hata wa kupiga naye story tu hivi.